siku tulipokuwa tukitoa hii kazi, tulijaribu kutafuta bei ya makandarasi mbalimbali. Wapo wengine walituletea bei mpaka bilioni 50. TBA wakajitoa kwa nguvu zao, wanasema wao watajenga mabweni haya yote kwa bilioni 10, na ambayo yatabeba wanafunzi wanaokadiriwa kuwa 4,000. Na kupongeza sana Chief Executive wa TBA pamoja na watendaji wote, na wapongeza katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi, na wapongeza Wizara ya Elimu, na wapongeza chuo kikuu, na wapongeza sana ninyi wafanyakazi. Tanzania tunaweza na tutaweza kwa nguvu zote. Tumezoea siku za nyuma, kila kazi nzuri lazima afanye mtu mmoja. Kumbe tunaweza. Kwa vile leo nimekuja kukuambia hapa niangalie maendeleo ya ujenzi. Wakati nikijiandaa kabisa kuja kukabidhiwa majengo mwezi wa 12, kwa mwanzo tu mimi nasema asanteni sana. Na nataka niwahakikishie zile bilioni 5 zilizobaki wiki hii zipata na zenyewe, tutatoa moja kwa moja ili kusudi vijana hawa wapate malipo yao. Na mimi nikuombe Chief Executive wa TBA pamoja na Wizara ya Ujenzi, ili grupu la vijana hawa walioshiriki kufanya kazi hii mtuache. Wote. Na mimi nitawapa majengo mpaka mtayakimbia ninyi wenyewe. Nitakuwa ninawapa ninyi kazi, tumia hawa vijana. Na mimi nakueleza na nasema kwa dhati kabisa, hawa vijana ndio wamejitoa kwa nguvu zao. Wanatumia nguvu zao, na hawa ndio wanajibu dhana ya hapa kazi tu kwa vitendo. Siku na mchana, lakini kwa nia yake njema ya kuwatetea Watanzania amebaki imara kumkomboa maskini na mnyonge. Ninaomba kupitia hadhara hii na kila mmoja anyoshe mikono yake, ikawe ni kumbukumbu na ishara ya kwamba wanyonge na maskini wote wanamwombea usiku na mchana. Na atakapoona mikono hii ikisimama usiku na mchana juu yake, naamini ya kwamba hapaswi kukata tamaa. Huyu ndiye tunayemtaka, huyu ndiye tunayemwombea, huyu ndiye anayefanya kazi usiku na mchana kwa ajili yetu sisi wanyonge. Hakika Mungu tunakutukuza kwa ajili ya Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano. Wote tuseme amina. Rais, nimekuombea kwa sababu moja tu. Watoto waliokuwa wanakaa mitaani, wengine walibaki kwa machambulio, wengine walipata dhiki ya kufikia hatua ya kutokumaliza masomo yao, wengine wamefika Dar es Salaam wakajikuta ni watumiaji wa madawa kulevya kwa sababu wanaishi kwenye mifumo ambayo haieleweki. Lakini ulisema na ukanuia ndani ya moyo wako, leo majengo yanakamilika. Tunakuomba usiogope, usisite, endelea kuwatetea wanyonge. Na nyinyi vijana wenzangu na ndugu zangu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mkisikia mawe yanayopigwa rais, jua linapigwa nyinyi. Mtu yoyote anayewapigania wanyonge akianza kupigwa, manake hawataki aendelee kuwepo. Wanataka wao wabaki kuwa navyo wao peke yao na sisi tubaki kuwa maskini. Huyu ndiye mtetezi wetu, tusilale usiku na mchana kumlinde na kumpigania. Asante sana. Makatibu wakuu, viongozi wa serikali mliopo, wafanyakazi wenzangu, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, eneo hili uliopo ni eneo ambalo ulielekeza jengwe mabweni ya wanafunzi. Kwa eneo hili TBA tumeanza rasmi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, tukijua kwamba ulitupa muda wa miezi 6 ya kukamilisha ujenzi huu. Na sasa tuna miezi 2 na wiki 1. Tumefika hapa mbali ya changamoto nyingi. Kulikuwa na sehemu unayoona pale una maji chini. Awali tulifanya kupitia biko ile geophysical ambayo survey na geotechnical survey na hitaji ya sheria, kwa hiyo tulikuwa tuweze kuyakwepa na tulifanya kwa haraka. Lakini pia tumesajili huu mradi kwenye environment and social impact assessment, tumesajiliwa NEMC.
lakini pia tumepeleka michepuo zote tunayojenga halmashauri ya Kinondoni na tunawakaribisha muda wowote wakague. Lakini Mheshimiwa Rais pia unaosha, tumeshasajili wenzetu, wamekuja wamepitia, wameridhika jinsi tunavyoendesha CRB, pia ERB, AQRB, wote tumewashirikisha. Mheshimiwa Rais, majengo haya yako blocks 20. Tumezigawa kwenye magrupu 6. Grupu 4 zina mabloku manne. Kwa hiyo mara 4 ni 16. Grupu za kati zina bloku 2 ziko 2. Kwa hiyo 16 kuongeza na 2 mara 2 4 ni 20. Na kila bloku lina ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukiongeza na ya chini ni kama ghorofa 4. Na kila ghorofa ina vyumba 12 ambazo kila chumba kinakuwa na wanafunzi 4. Tulifanya hivyo kusudi kuweka mazingira ya kusomea wanafunzi. Humo ndani tumeweka nafasi kwa ajili ya kusomea na taa, lakini pia eneo hilo tumefikiria upana wa chumba, hata mtu mwenye wheelchair anaweza kufika juu na akaingia ndani ya chumba akalala na wheelchair yake ikawa pale. Lakini tumewaza pia kwamba hawa wanachuo wanahitaji kupata habari, na hasa hata kama wakuu wao wa nchi wakiongea wapate taarifa za kila siku. Kuna jumba tunaita TV room, kila baada ya umbali fulani tumecentralize, tumeweka katikati. Lakini kuna eneo la kustore mizigo yao, kwa sababu ni matumizi mabaya ya majengo kama haya wakati wa likizo miezi mitatu. Jamani, hamjambo? Habari zenu? Habari za kazi? Asante sana. Mheshimiwa Rais anataka kuongea nani? Jambo. Watumishi wote mnakuwa juu ya majengo na chini. Excellent. Mno Mheshimiwa Rais, nimefurahi sana. Baadaye watu kila siku wanapanda mabasi. Yani iko vizuri sana. Yani nimefurahi. Nakwambia makali ndani. I'm very happy. Sana. Unajua Watanzania tunaweza sana. Hapo walitaka tutafute tena mtu mwingine. Majengo haya mnayatumia kukodisha kwa watu wengine. Hapo kiangalia hewa. Wanawajengea vibanda. Ndio hiyo. Jamani, hamjambo? Marhaba. Karibu. Nimekaribia kwa kweli. Hapo kazi tu mzee. Karibu bwana mzee. Ambayo block moja inabeba wanafunzi 192. Tuna ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu, na kuna ground floor, alafu ghorofa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Jumla tuna story 4. Kwenye kila story kila floor itakuwa na vyumba 12 ambavyo kila chumba kitakuwa na wanafunzi 4. Sasa katika wanafunzi 4 ukizidisha mara 12, block moja lina wanafunzi 40. Kwa hiyo ukizidisha mara 20 tunakuja ukuta kwamba tuna block ambayo yana accommodate wanafunzi 3 ya 840. Unategemea kumaliza lini? Mheshimiwa, ulitupa maelekezo. Pesa tu.